Nawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tutatafakari neno ambalo linasema kujishusha. Tujishushe. Ajishushaye anakwezwa, naye ajikwezaye anashushwa. Unyenyekevu. Unyenyekevu, tunaitwa kwa ajili ya unyenyekevu. Wanadamu tunapenda kusifiwa. Kwenye hamna tusifiwe, tukiwa navyo tusifiwe. Na ukikosolewa pia hutaki kukosolewa. Basi tukubali kunyenyekea. Tunapokosea tukubali kukosolewa, ili Mungu aonekane ndani yetu. Tunakumbuka utukufu ni wa Mungu. Heshima ni ya Mungu. Kuna wanadamu wanataka kuabudiwa, kusujudiwa, kunyenyekewa, kupigiwa makofi, kuimbiwa. Anataka kuchukua utukufu. Leo Mungu anatuambia utukufu ni wa Mungu peke yake. Tukisoma Waefeso 2 mstari wa 8 hadi wa 10, anasema si kwa matendo mtu awaye yoyote asije akajisifu. Sio kwa matendo, sio kwa cheo, sio kwa baraka, sio kwa jambo lolote lile. Hatutakiwi kuchukua utukufu wa Mungu. Leo hii kuna watu ambao akibarikiwa kidogo tu anatuma picha kwenye mtandao. Na hii imekuwa ni mbaya, wapendwa. Sijui kama mnaona kama mimi. Wadada sasa hivi wakibeba mimba wanaposti kwenye mitandao. Sasa najiuliza, wao ndio wa kwanza kubeba mimba au mimba imekuwa ni kitu cha kushangaza sana mpaka ukaposti tumbo? Ujue hiyo ni baraka ambayo Mungu amekupa. Wakati ulikuwa hujapata, ulikuwa unaomba, unanyenyekea, unalia chumbani, unamwomba Mungu akukumbuke. Leo Mungu amekumbuka. Mbona ufichi tena ule unyenyekevu? Ndiyo, kweli ni baraka, lakini ndio upige picha ukiwa uchi? Nidhamu iko wapi? Utu uko wapi? Tunataka kufanana na wanyama. Jamani, tusitiri hata hivi viumbe kabla havijazaliwa. Ndani yake Mungu ameweka utukufu. Ndani yake wamebeba hazina kubwa. Sasa tunapoanza kuonyesha ulimwengu kwamba tumebeba mtoto, kwamba tuna mimba, hiyo baraka ni ya kwako mpendwa. Nenda mbele za Mungu, jifunike, nyenyekea. Ule unyenyekevu uliokuwa nao kabla hujapata huyo mtoto, endelee kunyenyekea. Usijiinue. Mungu kuna baraka nyingi ambazo amekuahidi na utazipata. Lakini usipoweza kutunza ushuhuda na huu mdogo tu, je, ukipewa ushuhuda mkubwa? Hebu tujifunze unyenyekevu. Kama tumebarikiwa, kama tuna baraka, hebu tumrudishie Mungu utukufu. Tumwambie Mungu hatukustahili. Mwanadamu ni mwanadamu wa kawaida tu, hata kusaidia chochote. Leo anakucheka, leo anakuzomea, leo anakusema, kesho anabadilika. Mwanadamu sio wa kumwamini. We mtegemee Mungu. Haleluya. Tunaona madhara ya kujisifu na kuchukua utukufu wa Mungu. Tukisoma Matendo 12 mstari wa 21 na 23, anasema Herode alikuwa mfalme, alikuwa kiongozi, alikuwa na mamlaka, lakini alijiinua, akataka watu wamwabudu, wamsujudu. Kila alichokifanya alikuwa anajisifu. Siku moja akaenda kuhutubia makutano, na hapa naona aliongea makufuru, akamkufuru Mungu. Watu wakapiga kelele kwa shangwe, wakasema hii sauti sio ya mwanadamu, ni ya Mungu, kwa sababu aliongea kwa majivuno, akasahau kumpa Mungu utukufu. Basi malaika wa Bwana akampiga Herode, akaliwa na chango, minyoo, funza, akiwa ameketi katika kiti chake cha enzi. Unajua ni mambo ya kutafakarisha. Mtu unaliwa na chango, funza, ukiwa umekaa kwenye kiti mzima wa afya. Mungu sio mwanadamu. Mungu hashei utukufu na mwanadamu, na hili amekataa.
amesema mtu awaye yote asije akajisifu. Kama kuna matendo ambayo Mungu amekutendea, basi mtukuze Mungu. Haleluya. Tunakumbuka pia kuna watu wawili walienda madhabahuni kumshukuru Mungu, Mfarisayo na yule mtoza ushuru. Mfarisayo ni mtu anayejua neno la Mungu, ni mtu anatoa zaka, ni mtu anasoma, ni mtu anafunga. Akasema, mimi sio kama huyu mtoza ushuru. Mimi Bwana, unajua nafunga, mimi najua neno, ninatoa zaka. Mimi sio kama mtoza ushuru. Akajihesabia haki. Na Mungu anasema hapendezwi na watu wanaojisifu. Sala ya mtoza ushuru, akaenda kwa unyenyekevu, hata hakuthubutu kusogea madhabahuni, kwa sababu alijiona ni mwenye dhambi. Akajishusha, akaomba rehema. Mungu, naomba unisamehe, unajua mimi ni mwenye dhambi, sifai, sistahili, naomba rehema. Mungu akasikia sala ya mtoza ushuru, na yule Mfarisayo alishushwa, sala yake haikufika kwa Mungu. Kwa tuendelee kushuka, tujinyenyekeze ili Mungu ainuliwe katika maisha yetu. Basi leo tunaishia hapa, tukutane siku nyingine. Amen.